Ulikuja ukaniambia mama kuna jambo unataka kuniambia. Na ukaondoka ukuniambia. Haya naomba niambie ni jambo gani unataka kuniambia mwanangu? Mama, mimi kuna mwanamke nimempa ujauzito. Na alikuwa akiishi mjini. Lakini mpaka hivi sasa yupo hapa hapa kijijini. Ya maana kwamba naishi naye pale nyumbani kwangu. Mama, mimi nimeona nije nikushirikishe hili jambo. Maana naona tarehe zake za kwenda kujifungua kama zinakaribia hivi. Ujauzito wenyewe una miezi 8. Watoto wa siku hizi. Yaani unaishi na mtoto wa watu na ana mimba, sasa hivi ana miezi 8. Kweli kabisa umekaa naye hivi hivi kimya kimya tu. Watoto wa siku hizi mkoje lakini. Hivi huoni kama hiyo ni hatari? Unakaa na mtoto wa mtu ndani ana mimba. Hebu niambie kwao wanakufahamu? Hapana. Mimi wazazi wake wanifahamu. Wala ndugu yake yoyote anifahamu. Unaona sasa? Hiyo ni hatari kabisa. Wewe ukakaa na mtoto wa mtu bila wazazi wake kujua. Na watoto wa siku hizi mnajichukulia maamuzi mkononi kwa kweli. Wewe unakaa na mtoto wa mtu bila kutoa taarifa kwao. Na sasa hivi unasema na miezi 8, mimba ya miezi 8. Umekaa naye, mimi mama yako simjui na wewe kwao hawakutambui. Hivi uone kama hiyo ni shida mwanangu? Hivi kikitokea kibaya chote juu yake, wewe si ndio utaajibika wewe? Hivi uone kama ni hatari? Unafikiria kweli wewe kwenye kichwa chako? Lakini mama, na ndio maana nimekuja mimi mwanao. Najua nimekosea. Na ndio maana nimekuja hapa ili mradi nisiendelee kukosea. Vile vile uweze kuwa na taarifa juu ya mkweo na mjukuu wako mtarajiwa. Nimekuficha kwa muda mrefu sana. Lakini naomba unisamehe mama yangu. Mjukuu wangu, sio kama mimi nakuchukia. Mimi nakupenda sana. Ila tabia zako ndio zinatufanya mimi na wewe tugombane. Ila kwa vile umesema kwamba tabia zako umeziacha, mimi nitakupenda sana mjukuu wangu. Tena sana. Bibi, kama nilivyokuambia,
mimi tabia hizi zote za kukuuliza maswali, tabia zote ambazo uzipendi, nilikwambia kwamba nitaziacha ili tusigombane mimi na wewe. Kwa hiyo kuwa na amani, kwa sababu mimi pia sipendi kuona unakwazika kwa namna moja au nyingine. Ila leo nina swali. Umeanza? Hapana bibi, swali la leo tofauti na yale mengine. Hivi mama yangu alizaliwa peke yake? Ni story ndefu sana. Mimi nilizaa watoto 12. Watoto wake walikuwa 6 na wanaume walikuwa 6. Lakini katika watoto wangu wote walishafariki. Na mama yako ndio alikuwa mtoto wa mwisho kuzaliwa na ndio amekuwa mtoto wa mwisho kufariki. Umezaa watoto 12 na watoto wote 12 wamefariki. Wewe acha tumenikumbusha mbali. Pole sana bibi. Asante. Maana kupoteza watoto wote 12 sio jambo la kawaida. Ni jambo kubwa sana. Lakini mimi naamini kwamba ni mipango ya Mungu. Na siku zote kazi ya Mungu haina makosa. Lakini pia nikupe pole sana bibi yangu. Lakini pia vipi kuhusu wajukuu? Maana kama mama yangu mimi alikuwa mtoto wa mwisho na mjukuu wako ni mimi, maana yake hao watoto wako wakubwa, kuna wajukuu pia wezekana ni wakubwa pia kuliko mimi. Kuhusu wajukuu, wanangu walitawanyika wote. Na sielewi kama wajukuu wako wapi mpaka sasa hivi. Ninakushukuru wewe mjukuu wangu umenitafuta.